nipige kofi. Yani unasema. Yani ngoja, akupiga kwanza. Naangalia. Wewe kasemeka, wala usije kwanza. Ndio hiyo semeka. Akishasemeka. Unaanza nipige kweli. Mambo vipi guys? Jina langu naitwa Frankie wa Aquino au ukitaka niite Kasongo. Kwanza kabisa naomba shukrani sana kumshukuru bosi wangu kwa upendo, kwa kuniamini, kwa kunisamini na kwa mambo ambayo anaendelea kunionyesha. Kwanza kwenye hii dunia sidhani kwamba kuna mtu ambaye ana bosi mzuri kama mimi. Nasema hivyo kwa sababu bosi wangu mimi ndo kanifunza kazi, then baada ya kunifunza tena kaniajiri. Sio kuniajiri tu na nilipa na mshahara. Wengine unakuja ukiwa umejua ndo unafanya kazi. Mimi nimekuja nilikuwa sijui chochote. Kanifunza yeye, kaniajiri na bado ananilipa tena mshahara. Ndio maana namshukuru sana bosi wangu, na kitu kikubwa anachomuombea Mungu amlinde sana, ampe maisha marefu. Na licha ya yote kuna kazi nyingine kaniongezea, ni kazi ya udirector. Hicho kitu kimegusa sana moyo wangu. Nimeshindwa kukaa nayo moyoni. Nimeona ni bora niwaeleze ni mashabiki wangu. Nimejisikia mwenye furaha sana. Nimehisi kupendwa na sijui niseme nini, kwa sababu hicho kitu kimenigusa sana moyo. Kuniongezea kazi ya udirector sasa hivi, amenipatia kazi ya yani kanifunza kwanza kudirect. Then akunijicha kunifunza, kaniamini, kanipa kazi kubwa kama Bastini ni direct. Sio hivyo tu, kanifunza then na ananilipa tena. Kuna muda ninajikuta sijui hii dunia ni ya kwangu peke yangu, yani najikuta sijui napendwa tu mimi. Na sio hivyo tu guys, ndoto yangu kubwa katika maisha yangu ilikuwa ni siku moja nije kufanya kazi na KP wa Aquino. Yani licha ya upendo na vitu vingine vyote hivyo, KP wa Aquino ni mtu ambaye ametimiza ndoto zangu. Imagine jamani, kila mtu ana ndoto yake. Una ndoto yako wewe, kila mtu ana ndoto yake kwenye hii dunia. Mimi ndoto yangu imetimia, na mtu mwenye hiyo ndoto kaitimiza yeye mwenyewe. Na sio hivyo tu, bado anazidi kutimiza na ndoto zingine. Na sio ndoto tu jamani. Sasa hivi mimi, familia yangu, kuna baadhi ya ndugu zangu, kuna baadhi ya rafiki zangu, hatuwezi kuishi bila bosi wangu, kwa sababu mshahara anaonipa ndo unaosababisha familia yangu iishi. Mimi mwenyewe, ndugu zangu pamoja, rafiki zangu, yani kuna muda nakaa nikifikiria, nikijiuliza nisingeajiriwa, nisingemkutanana na KP, yani nisingekuwa nafanya kazi kwa KP, sasa hivi ningekuwa wapi? Maana mwanzoni kabisa nilikuwa sina kazi yoyote. Yani nilikuwa tu mtu wa mtaani, lakini amekuja kutimiza ndoto yangu. Sasa hivi familia yangu inaishi kwa sababu yake. Kitu kimoja tu ninachokiomba kwa Mwenyezi Mungu, naomba sana mlinde sana bosi wangu KP wa Aquino, mpatie maisha marefu, mpiganie na adui zake, ili mradi aendelee kuishi maisha marefu, kwa sababu mimi na familia yangu bila yeye hatuwezi kuishi. Mwenyezi Mungu nakuomba sana mlinde, mbariki kila kitu anachokipanga Baba Mwenyezi Mungu ukitimize. Amina. Guys, maneno ni mengi sana. Sijui imagine ingekuwa wewe ndo mimi, unakuja kwa mtu kuomba kazi, hujui chochote, mtu akufunze yeye mwenyewe, akupe, na baadaye kukufunza ukijua, anakuajiri, anakulipa na pesa. Na sio hivyo tu, anazidi kukuongezea yani kazi. Imagine jamani, basi ni kazi kubwa.
lakini anakuamini na kupatia kazi ya director. Una edit, una shoot, unaigiza, lakini unaona haitoshi, anakuongezea na kazi ya director. Imagine guys, unaweza kawa na furaha kiasi gani? Mimi mwenyewe hapa nisema tu ni sina namna, sina jinsi ya kufanya ili mradi nimuonyeshe kwamba hicho kitu kimegusa moyo wangu, na mimi ipo siku nitafanya kitu aone kwamba kazi aliyoniongezea ni moja kati ya vitu ambavyo sitokuja kuvisahau katika maisha yangu. Sasa hiyo imekaa sana moyoni mwangu. Bosi wangu popote ulipo, Mwenyezi Mungu kulinde na kubariki sana. Nakupenda sana bosi wangu. Asante.